Petro wa kwanza mlango wa pili. Na hii ni sehemu ya pili. Kichwa cha somo leo kinasema kuenenda kama wateule wa Kristo. Kuenenda kama wateule wa Bwana. Leo tunajifunza sehemu ya maandiko inaanza mstari ule wa 13 mpaka mstari wa mwisho ambao ni mstari wa 25 kwenye kitabu cha Petro wa kwanza huo mlango wa pili. Kama rejea tu na kukumbusha kitabu cha Petro, of course Petro ana vitabu viwili. Petro wa kwanza milango mitano na Petro wa pili milango mitatu. Hii Petro wa kwanza ambayo tumesoma tuliona na tutaenda kuona kwa sababu leo tunamaliza milango miwili ya kwanza, tutakuwa tumebakiza mitatu. Vitu vikubwa vinavyofundishwa, dhima kubwa za kwenye hiki kitabu na ambayo tunaiona inajirudia. Tuliona kwenye mlango wa kwanza, tutaiona kwenye mlango wa pili, hata leo tutaiona, na hata mlango wa tatu, yamkini hata wa 4 na wa 5. Ni vitu vinajirudia. Utakuta habari za thamani ya wokovu wetu. Lakini kuna moja ambayo nilikuwa sijaitaja kama nitumie neno gani? Kama dhima moja wapo ambayo nilikuwa sijaitaja, habari ya kupata mateso kwa ajili tu ya jina la Kristo. Unasema ni mateso gani? Ni kule kupigwa, ni kufanya nini? Na inaweza ikaja. Lakini wakati mwingine ni kule tu kuonewa na ulimwengu bila kupambana. Wewe mwambie, katika maisha yetu ya kila siku utakutana na watu wanakushutumu bure. Na unaweza ukajitetea lakini hutakaa ueleweke mpaka mwisho wa dunia. Wakati mwingine Biblia inatuambia kwamba tuwe tayari kuruhusu tu watu watushutumu bure. Ni aina fulani ya mateso. Asiwe ni yule mtu anasema kwamba naenda kuliwasha dude, wamenigusa hapa, ngoja wataniona. Sio watu wa kulipa mabaya kwa mabaya. Na hiyo hoja tunaiona leo inafafanuliwa tena katika maandiko ya leo, sehemu ya maandiko tunayosoma leo. Kwa hiyo mateso kwa ajili ya imani yetu, kwa ajili ya Kristo, anasema alituachia kielelezo. Wewe mwambie, Kristo hakuja hapa duniani anasema sikuja kutawala bali sikuja kutumikiwa bali kutumikia watu. Kristo alikuwa na kitu kinaitwa servant leader. Kiongozi mtumishi. Kitu ambacho utakipata katika makanisa yao, katika siasa zao, mtu akisha inuliwa tu akapewa nafasi, anakuwa sasa ni Mungu mtu. Kwa hiyo hali fulani ya mateso kwa ajili ya imani, kwa ajili ya kumfuata Kristo. Lakini na hoja na thamani ya wokovu ambayo inaigusa katika milango hii ya mlango wa kwanza na wa pili. Thamani ya wokovu. Ndipo tulipoona kwenye mlango wa kwanza akisema anasema mmeokolewa, anasema mlango wa kwanza aliposema mstari wa 20 atasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo. Kwamba kuzaliwa kwenu, wokovu wenu sio kitu ambacho kinaharibika kama vile ambavyo mwanadamu alizaliwa mara ya kwanza katika mwili. Nikwambie, mtu akizaliwa katika mwili awe na uhakika kwamba ataharibika siku fulani. Aidha atazeeka, asipozeeka labda atapata matatizo yote yale, lakini ni mbegu isiyo dumu milele. Sehemu nyingine nasema mwili ni kama majani. Unaweza kukutana na jani na ua zuri limestawi, lakini baada ya siku 2-3 kuna watu wanakumbusha watu wengine kwamba jamani, nishawahi kuona kwenye mitandao unakuta mtu ameweka picha ya ndizi kama 5. Moja mbichi, nyingine imeanza kuiva kidogo, imeanza kuwa njano, nyingine imekuwa njano na kijani kwa mbali, nyingine imeiva vizuri, njano nzuri ile ya kula na kila inanukia, nyingine imeanza kuwa na madoa meusi, nyingine imeoza. Ndio hatua ya mtu. Na mara nyingi wanaambiwaga mabinti, kijua kwamba hii mbegu, uhai wetu, maisha yetu ya mwilini ni muda tu. Hiyo ndio dhima ya kitabu cha Petro. Kwa sasa nisirudi sana kwenye leo tutaona kipengele hicho kinachosema habari ya mienendo yetu iweze kureflect. Na hiyo ni somo kubwa, ukitafuta kwenye Biblia utakuta sehemu nyingi sana. Mtu anasema mbona kama nishalisikia.
ndio ulishasikia labda. Lakini ni kitu ambacho ndio maisha yetu ya kila siku. Lazima tukumbushwe kumlingana Kristo kuenenda kama wateule. Leo tunaangalia habari za mienendo yetu iweze kuendana na wateule. Sio mtu ambaye ana kuna mtu ukimwambia tu neno moja anakurudishia matano. Ukimtania tu kidogo na sio matani mabaya. Hivyo unajua watu ambao hata ukimsifia tu kidogo anakasirika. Unamwambia kitu ulifikiri kwamba umempa sifa anakuambia kumbe ndo unanisema asielewe umependeza. Kwa hiyo siku zote wasipendeze Haya nashukuru bwana. Sisi tuko tunakusifia kwa leo tu jamani. Jana kama tulisifiana au hatukukutana mimi nitakumbuka siku zote ulikuwa namna gani? Unakuta tu ni mtu ambaye ni mgumu sana. Lazima kwenye mienendo yetu ya Kristo tuwe ni watu ambao hatuchukizwe na fikra upuuzi. Tuna uwezo, tunasema upendo uvumilia yote na tumeitiwa upendo baada ya wokovu. Lazima tukamilike katika upendo. Hauhesabu mabaya. Hautunzi kumbukumbu ya yaliyopita mabaya na nini. Of course kwenye akili za wanadamu kumbukumbu hazitaacha zitaendelea kuwepo, lakini lazima tuzishushe kwa kadri iwezekanavyo. Kwa leo utaona pengine vikubwa viwili. Cha kwanza ambavyo vyote vina reflect kichwa hicho kinachosema kuenenda kama wateule. Mienendo yetu. Mtu angalie ni mambo gani, ni maeneo yapi ambayo neno la Mungu la leo. Maana sehemu nyingine inaweza kutuambia mambo mengine. Na mengine wakati mwingine tunayatafuta tuyaunganishe kwa wakati mmoja. Lakini hasa leo naongelea maeneo yapi ya mienendo yetu. Kitu cha kwanza naongelea habari za kutii amri za wanadamu. Hasa zile amri zilizo halali. Hivi unajua kuna watu ambao kwa asili yani yeye ni kupingana na kile kilichoamriwa. Kabisa. Yaani hana makubaliano na mimi naweza nikapingana vitu vilivyoamriwa pale ambavyo unaviona kabisa viko kinyume. Na viko vingi. Lakini isiwe kama ndio alama yetu kubwa. Na la pili kipengele kwa hiyo kutii mamlaka na sio mamlaka tu tuseme amri zilizo tengenezwa na wanadamu zile zilizo halali au ambazo hazipingani na amri za Mungu. Hiyo ndio kanuni. Kila amri sio pingana na amri ya Mungu. Na hasa kama inalenga katika kuleta labda muunganikano, umoja, ushirikiano. Na kipengele cha pili kuanzia mstari wa 19, mstari wa 19 18 na 19 25 kufuatisha mfano wa Kristo. Kwamba tuwe na tabia ya kumsoma Kristo alivyoenenda katika kipengele hiki na kuna habari nyingi za Kristo kwenye Biblia. Karibu agano jipya. Sasa leo hii utaingia kwenye makanisa unakuta Biblia wana kimsalabu kimoja cha kuwafurahisha kwenye jambo fulani. Lakini ule undani wa maisha ya Kristo, maisha ya watumishi wake, mitume wake, watu hawajui. Tuko hapa kwa mfano tumeshajifunza jiulize kitabu kama kitabu cha Matendo ya Mitume kina mlango 28. Tumekisha kisoma mara hizi mara mbili. Achana na Mathayo na hizo nyingine nayo tulisoma mara mbili. Na sababu mnaikumbuka. Kwani tusome mara mbili. Lakini unaposema neno matendo ya mitume, matendo ni mienendo. Unaposoma kuanzia mlango wa kwanza mpaka 28 labda ukarudia na kurudia haina maana kwamba ndio umeishia kanisani tu usome tu, hapana. Mimi kile kitabu naweza kusoma hata mara 8 katika tafakari yangu ya Biblia. Inatufundisha namna ya kuenenda, yani yale matendo na wewe unayaiga, unajifunza. Paulo anasema nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Sasa usipojua alifanya nini, alienenda vipi, wewe kwenda kwenye fuata tu kama mstari kamoja. Kakawa ndio kama mantra yenu au utaratibu wenu wa yani kakupokezana. Ninaweza yote katika yani tangu. Unakuta watu wote wanajua mstari huo. Kimuuliza kwenye kitabu gani hajui. Nini muktadha wake nini hapa? Okay, unasema mbona kama unalaumu? Wewe mwambie ukisoma Biblia Kristo sehemu kubwa alikuwa anashutumu.
Anashutumu. Na mtu akikushutumu kama ni msikivu mzuri unachofanya unarekebika. Mwambie leo hii Wakristo hizi tabu nazoona kwenye uso wa dunia, watu waliobeba maono ya neno la Mungu na Biblia na kuiamini kama kweli wameamini, wangejaribu kuishi hata kwa 25% tu. Dunia isingekuwa kama hivi ilivyo. Tanzania isingekuwa kama hivi ilivyo. Je, tutakamilika kabisa tuwe hatuna matatizo tusha solve vitu hapa? Tumevaa miili mikorofi mikosefu. Hebu tuone katika vile vipengele sasa. Kipengele cha kwanza kinasema tukijifunza ile hoja kubwa ya kuenenda kama wateule wa Bwana, wateule wa Kristo. Kipengele cha kwanza kuanzia mstari wa 13 unasema kutii amri za wanadamu. Ngoja tusome. Mstari wa kwanza, mstari wa 13 unasema tiini kila kiamuliwacho na watu kwa ajili ya Bwana, ikiwa ni mfalme kama mwenye cheo kikubwa. Tuanzie huo mstari kwanza. Anasema tiini kila kiamuliwacho na watu. Kanuni ya Biblia ukisoma katika nishasema kwenye utangulizi lakini nisisitize tena. Soma katika Warumi mlango wa 13. Ameeleza vizuri. Ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tuvitii vya wanadamu. Kwa wanadamu ni wakosefu hata akiwa na cheo kikubwa kiasi gani. Lakini mamlaka za dunia Mungu kaziweka yeye mwenyewe katika hii dunia iliyoharibika, kaweka viongozi waharibifu humo na mamlaka na kanuni na taratibu na sheria. Je, kwa vile hazikukamilika basi tusizitie? Hapana, anasema zitiini zote. Lakini kwenye Warumi 13 anatupa mpaka. Anasema ni zile tu ambazo hazipingani na amri kuu za Mungu mwenyewe. Neno la Mungu. Kwa mfano ikitokea kukawa na amri Tanzania inasema kwamba kuanzia sasa hakuna Wakristo wasisali au dini yote ile si uwezo ukasema kwamba unaweza wasisali. Kwa mfano nakumbuka kipindi fulani cha wakati wa corona, makanisa ni kama yalikuwa yamepewa mipaka mengine na nini. Vile havikuwa na ubaya kwa sababu ilikuwa ni kwa lengo la kujaribu kidogo kuwanusuru watu. Lakini ikisema kuanzia sasa imekuja mamlaka kwamba Ukristo unahubiri mabaya hatutaki, acheni. Hamwezi mkatoka mkienda kupigana ni makosa. Lakini lazima mfanye mbinu za kushindana na lile agizo. Lakini vinginevyo Mungu akisema likitokea sheria inasema jamani kila Jumamosi tuwe tunaenda kutengeneza barabara, tuzitii. Wakisema ukiwa unaendesha gari ukisimamishwa na afisa wa polisi, simama. Akwambia chochote kile lazima tiini hivyo, anatatuambia sababu ni nini. Na sio kusema kwamba wale watu wakati mwingine anataka kusimamisha anataka kula rushwa. Usiseme kama kumbe unataka kula rushwa sisimami sasa. Wewe simama. Nicho anachosema tiini kila kitu. Lakini kikienda kinyume moja kwa moja na maelekezo ya Mungu, hicho sasa na Mungu anasema kupigana kwetu sio vita, kupigana kwa vita, sio kwa damu na nyama. Mnaweza mkabishana kwa hoja. Okay, mmetuambia kwamba tusisali. Twende tukakae meza moja mtuambie sababu na nini. Sababu na kanuni za dunia na za sheria za ulimwengu na za mataifa zinawapa watu haki ya kumwabudu Mungu wanayemwamini. Mimi ninayemwamini ni Mungu wa utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa nini nisisali? Niambieni. Mnajadiliana baadaye mnafika sehemu fulani bila kuombana. Amen. Kwa hiyo anasema tiini kila kiamriwacho na watu. Na hii inaenda mpaka kwenye ngazi ndogo kabisa za mtaa na ndani ya familia. Actually, kiukweli serikali ya kwanza kabisa kubwa ni serikali ya ndani ya familia. Hii dunia imefika hapa kwa sababu familia hazina utaratibu. Unakuta zamani ukirudi nyuma ukisikia sheria ya baba ilikuwa ni sheria ya baba. Sasa unaweza kumwambia mtoto usitoke, umemaliza tu kusema hapo hapa akatoka. Sema nataka uingie hapa saa 12 giza sikute nje.
ukashtuka na kuongea saa 6 usiku. Na aliyesema ni baba na anajua. Mimi niambieni hapo tutaponaje? Wewe uliza leo hii kati ya mume na mke. Wanawake ambao kuna mwanamke mmoja alikuwa anafundisha wenzake uharibifu. Mfundisha nini uharibifu? Mtavuna uharibifu. Mimi siwezi nikaomba ruhusa kwa mume wangu nikiwa naenda kwenye shughuli zangu. Nitaenda. Sana tu nitampa taarifa ile, nitampigia simu, nitampa message na haijalishi kabla sijaondoka nitamwambia wakati akabia. Wanawake simameni imani. Mwenyewe sio vyombo. Maneno kama hayo. Hiyo ni kauli ya shetani akinena kwa kinywa cha mwanadamu. Ndio. Hatukuitwa hivyo. Wewe mwambie, mwanamume hana jukumu sana la kuwajibika kwa mke wake kwa habari za ruhusa na nini. Lakini mume mwema humwambia mke wake anakoenda na atarudi saa ngapi. Ili kusudi akimpata ya kumpata angalau wajue wapi waanze pa kutafuta sasa. Maana wanaume wengi wanakufa kabla ya wake zao. Si vizuri, singekuwa vizuri angalau akijua kwamba ni dhaifu. Angalau akajulikana alipo, kwa sababu uwezekano wa kupotea wanaume sasa hivi ni mkubwa sana. Anasema tiini kila kiamriwacho na watu. Mstari wa 14 anasema ikiwa ni wakubwa kama waliotumwa naye ili kuwalipiza kisasi kwa watenda mabaya na kuwasifu watenda mema. Anachotoa maanisha ni kwamba anasema tiini amri ya mfalme. Mfalme unaweza kusema leo hii ni mtu yote aliye juu kabisa katika mamlaka ya taifa. Anaweza kuwa rais, anaweza kuwa waziri mkuu, kuna nchi za waziri mkuu, kuna nchi za rais, kuna nchi zina chancellor, kuna nchi zina nini, wafalme, ziko nyingi. Hebu chukulia lifalme kama lile lifalme linaloitwa Limswati lile. Ambalo nchi yake nadhani siku inaitwa Eswatini. Zamani ilikuwa inaitwa Swazini. Kwa ilikuwa nini? Hebu nikumbusheni. Ndio hiyo. Kale kanchi kingine kadogo kanaitwaje? Vyote viko ndani ya Afrika Kusini. Lesotho. Ni huyo nadhani. Unakuta ni mfalme, yani lenyewe ni kutumia mali asili na utajiri na resources za taifa lake. Lakini ndio likiongozi. Leo limeoa, kesho limemwacha. Likimchukizwa naye linamuoa, likichukizwa naye linamfunga. Ni mama, na viongozi mabovu ya. Lakini Mungu anasema katika upana wake tuwe na tabia ya kutii hayo nayo. Je, ni kwa kila lile haya mabaya? Hapana. Lakini mpaka ni upi sasa? Mpaka ni pale ambapo kitu kinaenda kinazidi mipaka iliyowekwa na Mungu mwenyewe katika neno lake na katika ufahamu wa kweli. Mstari ule anasema, kwa hiyo nataka kusema, anasema zile sheria zile na kanuni na taratibu zilizowekwa na amri, anasema zinakuwa zimewekwa kwa ajili ya kuleta utulivu na katika jamii. Anatumia maneno fulani hajazoeleka sana katika maisha kila siku, lakini ukisoma vizuri utaelewa. Anasema ikiwa wakubwa kama waliotumwa naye na huyo mfalme, ili maana yake wale watenda kazi chini ya mamlaka ya juu kama labda ni rais au mfalme, kama mwenye ili kuwalipiza kisasi watenda mabaya. Wewe mwambie lengo la kuwepo na vyombo vya dola ni kuwadhibiti watenda mabaya, aidha nje ya mipaka ya nchi au ndani ya mipaka ya nchi. Wewe kwa mfano tungekuwa tunaishi katika nchi ambayo haina polisi kabisa, mfano haina vyombo vya dola, haina kabisa,
Mungu ambie tungeteseka kuliko wakati wapo. Kwa sababu mtu angekuwa anakuja anakutana na wewe akikuangalia tu ukashtukia kwamba hajakupenda anaweza kukuwasha kofi ukaanguka chini. Huna pa kwenda kushtaki. Lakini leo hii hata kitoto kichanga kina haki zake. Anayeziangalia ni ile mitutu ya kipolisi na majeshi. Wanasema vile vitu viko pale. Wakati mwingine vinaweza kuumiza watu na nini, lakini viko pale kwa ajili ya unani yao, ya amani yao na wema wao. Anasema kwa hiyo tu ukiishi katika nchi ambayo haina sheria, haina kanuni, haina taratibu, yani mfano wake mzuri ni nini? Ni porini. Wewe niulize, kama kungekuwa kuna polisi porini katika wanyama, swala akienda akaliwa na simba, sangekuwa anaenda kashtaki, wale simba angekuwa anatembea wanavyotaka, wangeshafungwa sana au wangeshapigwa risasi nyingi. Lakini kwa sababu hakuna pa kushtaki, kazi yako tu ni kukimbia mpaka utakapokamatwa au utakapookoka. Tusije tukawa animal kingdom au ufalme wa wanyama bao mmoja na mla mwingine bila kuulizwa na mwingine. Mimi katika kuomba kwangu japo sio ombi langu la kila siku, lakini ninaomba utulivu na miongozo na kanuni na sheria na mamlaka ziwepo zitulinde. Ili kusudi mtu mwenye miraba minne nikutana naye asiponipenda asinipige teke nikaanguka chini. Kwa hiyo anasema ni kuharibu lengo la hizo mamlaka, japo zinaweza kaza naumiza na nini au zinawatoza kodi au zinafanya nini, lakini ni kwa ajili ya kuleta kuwalipa mabaya watenda mabaya na kuwasifu watenda mazuri au kuwapa haki watenda mazuri. Mstari ule wa 15 twende pale, anasema hivyo. Kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga vya watu wapumbavu. Anasema maneno makorofi kidogo magumu. Vinywa vya watu wajinga wapumbavu. Anasema alichokuwa maishani kwa mstari wa 15. Si kama msikiza vizuri. Anasema kwa kutii zile amri kaonekana ni watu ambao ni watiifu wa mamlaka, sio watu wa korofi. Maana usipotii vile vile utakuwa uko katika mikwaruzano, mivutano. Ikitokea ni mtu ambaye serikali anasema kwamba hakuna kuuza madawa kulevya, hakuna kufanya vitu, wao kauza kufanya nini? Kila siku kutakuwa kuna mikwaruzano. Leo umekamatwa, leo defender amekutembelea, leo anasema sasa mtakapokuwa ni watu wenye kutii zile kanuni na sheria na mamlaka na amri, mtafanya, mstari wa 15 anasema mtaziba vinywa vya watu wajinga wapumbavu. Yaani hamtawapa nafasi watu kuanza kuwasema jamaa yule hivi wewe ukisikia kuna wachungaji wengi hapa Tanzania, usiniulize ni akina nani, nenda katafute mwenyewe. Wanaishi wanauza madawa ya kulevya. Kimuona anatembea na mgari wa milioni 200 na au 400, lakini kazi yake ni madawa ya kulevya. Wako hapa hii wilaya ya Ubungo. Na wilaya na Dar es Salaam na Tanzania na dunia nzima yenyewe. Lakini wewe niseme ambapo ni karibu na hapa. Au kasikia fulani bwana yuko kwenye chama cha asili fulani. Hiyo ni ripoti nzuri kwa ajili ya Kristo. Ni ripoti mbaya. Wanasema tutakapokuwa tuko kwenye utaratibu na kanuni na nini, tutakuwa tunaziba vinywa vya watu ambao kazi yao ni kuhesabu makosa. Unajua kuna wanadamu kazi yao ni kuhesabu makosa. Na yamkini mimi na wewe. Tunakuwa ni watu wepesi wa kuhesabu makosa. Wewe makosa mengine tunasema hapa, tunasema kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya neno la Mungu.
kile tulichotakiwa kukitenda. Lakini na sisi vile vile tuna struggle, tunapambana ili kusudi tuweze kuyafikia hayo. Anasema kwa kutenda mema, kwa kuwa wana nchi wema, wasio na mikwaruzano na mamlaka na nini, mnaziba vinywa. Kuziba vinywa ni lugha tu kama ya picha fulani. Anachomaanisha ni kwamba hamwapi nafasi watu kulinenea vibaya jina la Yesu Kristo. Kwamba wale wa Kristo moto kweli kweli, wale mishale mitupu, wanajifanya ni watumishi wa Mungu lakini wakorofi wagongo. Hivi wewe unaweza kwa mfano kuwa na familia ambapo mume na mke kila siku wako kwa mwenyekiti, wanasuluhishana, wamepigana, leo naamka wewe ana nundu usoni na ngumi na nini. Ni suna wapa nafasi watu wanaolitukana jina la Mungu waendelee kulitukana jina la Mungu. Biblia inasema katika Warumi 2:14 anasema, sitafungua pale kwa sababu mstari mingi. Na nikiwa najua hicho kitu nitakisema tu mliano. Warumi 2:14 anasema kwa sababu jina la Bwana la Mungu linatukanwa kwa ajili yenu katika mataifa kila siku. Kwamba ile mienendo yetu mibaya, na hii ni somo tuliwahi kulisoma, tulifundisha hata sehemu wakati fulani. Kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 3 na 4. Anasema sisi ni barua. Sisi ni kielelezo. Mtu hamuoni Kristo, anaona wa Kristo. Hamuoni Kristo, anawaona wa Kristo. Wewe binti wa Kristo, wewe kijana Mkristo, wewe baba Mkristo, wewe mke kwenye familia ya Kristo, wewe mtoto Mkristo. Mjaribu kidogo kumtambulisha Kristo wako kwa mienendo. Na mienendo sio ile unakuta watu wako pale. Na unaweza kuwadanganya watu kidogo, unatembea hivi, jamani, unakutana na watu wasema naomba niwaombe. Wakati mwingine tusifanye kitu kinafiki. Wakati mwingine watu wengi wanajaribu kutambulisha Kristo katika unafiki fulani. Kwa Kristo lazima tuwe real. Na ikibidi wakati mwingine, kwa sababu Kristo alikuwa mpole, lakini wakati akiamua kuwa mkali na kuwa mkali kweli. Na watu wanathibitisha sema kwa kweli ule ukali wake ulikuwa sahihi. Lakini leo hii hivi kila takataka mnaingia, hapana. Utambulisho wetu wa Kristo, mienendo yetu ya wateule ni kule kuwa halisi. Tukaepuka mienendo ya kinafiki. Leo hii kuna makanisa unakuta kabla hawajatoka kaenda kulewa na kufanya washirati, lakini kukutana nao mchana wamevaa makanzu yao na manini, ni maraika mitupu inatembea pale katikati. Lakini wanayoyatenda baadaye. Na wananchi wana mafaili yao, wanakutana nao huko kwenye giza. Na wakienda kwenye nyumba za vyama vya asili wako kule ni viongozi. Lakini ukikutana nao siku za Jumapili wamevaa makanzu yao na makofia, wanatembea bwana. Yaani ule ni uongo ule. Have to be real. Tu kweli kweli. Jina la Kristo linatukanwa na sisi kwa ajili yetu, kwa sababu ya mienendo yetu. Mimi nasema sisi ni barua. Watu hawamsome Kristo, anakusoma mimi na wewe. Na hapo ni mambo, yani kuna mambo mengi sana kwenye hilo eneo. Na uwezo kuyamaliza. Utaelewa, utahubiri kidogo, siku nyingine utakutana na somo jingine kitakuwa humo. Mstari wa 16 anasema, sema kama walio huru ila wasiotumia uhuru wao kwa kusitiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Anasema tunapokuwa tunatenda hayo mambo, tunafuata kanuni na nini, sio kwa sababu sisi labda hatuna namna ya kufanya, hapana. Ni uhuru tulioamua, tunaifanya kwa maamuzi yetu wenyewe. Kwa maamuzi yetu wenyewe. Yesu anasema katika Mathayo 5:30 anasema kama mtu akitaka kukunyang'anya koti lako, mwachie na shati.
Maana yake una uhuru wa kukatalia koti lakini mpe na shati. Koti lenyewe alikuwa anajiandaa yani alikuwa anataka vile kukudhulumu kitu fulani, mwambie chukua na kile kingine. Mtu anakuja kwako anakopa labda shilingi 20,000 50 hakurudishii. Kesho yake unasafiri unakuja labda na samaki, unachukua samaki unampa. Kwa upendo tu, wala sio kwamba unamtega siku zijazo. Kwa upendo. Yaani maana yake amekunyang'anya hela unamwachia na kitoweo. Je, ni rahisi? Sio rahisi sana. Lakini ni vitu vya kuviishi pole pole na ukiweza leo kidogo, kesho utaweza kidogo, utajikuta umeweza pakubwa. Lazima kama walio huru lakini wasiotumia uhuru wao katika ubaya. Sehemu nyingine Biblia inasema mambo yote ni halali lakini sio mambo yote yafaayo. Unaweza kuwa na uhuru wa kufanya chochote. Ndio. Mambo yote ni halali lakini sio yote yafaayo. Mstari wa 17 anasema waheshimuni watu wote. Okay, tungeweza kusoma hata kwenye Wakorintho wa kwanza nilikuwa naongelea hali ya kwamba tuna uhuru wa kufanya mambo lakini sio lazima tuyafanye hata kama tuna uhuru. By the way, wewe mtu anayemwamini Yesu Kristo aliyeokoka ana uhuru, ameshamwamini Yesu Kristo, anaweza akafanya kila dhambi yoyote ile bado akaona uzima wa milele, ufalme wa mbinguni. Lakini hatuishi kwa ajili tu ya ufalme wa mbinguni peke yake, bado tuna maisha hapa duniani. Tunao uhuru. Nani Biblia inasema Kristo alituandika huru. Ni kitabu cha Galatia. Yaani tuko huru katika kila kitu. Lakini tusiutumie uhuru wetu kwa ajili tu ya kuzifurahisha nafsi miili yetu miovu. Tunajipa mipaka. Wewe kwambie kwa vile tu unao uwezo wa kula ukashiba leo kala kitimoto kesho kala kuku sijiwa milija vitu gani, sio lazima una uwezo ukaishi hivyo hichi ambacho ukaishi ukala tu chakula cha kawaida hata kama ulikuwa na uwezo wa kuvila hivyo vingine. Ndio sababu nikukumbushe kama unasikia vizuri. Hawa wachungaji unakuta wameshiba vitambi viko huku na nini. Yale sio maisha ya Ukristo. Na sio wachungaji tu, hata Mkristo yote yule. Unakuta ni mtu ambaye limetembea halijiwezi. Ni alama ya ulafi. Na sio mlafi kwa vitu vingine, ni mlafi kwa vitu vyake mwenyewe. Na sio vyake kimsingi, vitu vyote vio navyo ni vya Kristo. Kwa hiyo tuwe na mipaka. Una uhuru wa kula kitu chochote kile ukashiba vyote vile ukajaza ni mwili lote lile, lakini unasema hapana. Para sehemu fulani naambia Wakorintho nasema nilikuwa na uwezo wa kuwalemea nikaja kwenu nikamwambia nataka mnifikishe kwa hoteli na 3 4 star 5 star mnifanyie hiki. Natoa mfano maana wakati huo hoteli zilikuwa hazina nyota hizo, lakini ningewalemea lakini nikachagua kutokuwalemea. Akafika sehemu anasema mimi niko tayari kutapanya na hata mimi mwenyewe nitapanywe. Nisiwatoe chochote ili niweze kuhubiri bure injili ya Yesu Kristo. Situmii uhuru wote nilio nao kwenu. Amen. Ndio maisha ya Mkristo kweli. Anasema katika Wakorintho wa kwanza 7:31 anasema muda tulio nao mchache duniani. Anasema kama una kitu ishi kama huna kitu. Anasema wale walio kama hawakuoa, wale kama hawakuolewa. Unaweza kuwa ni mama una haki ya kupewa vitu utunze familia na nini, lakini unajikuta wewe mwenyewe unaamua unasema pana nitajishughulisha na mimi. Na ni vema mbele zangu. Kuna uhuru huo.
Mstari ule wa 17 anasema waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. Ni kama orodha ya vifupi, orodha ya vitu vinavyo tukamilisha na kuwa ushuhuda mwema wa uteule wetu, wa wokovu wetu. Tunaangalia kitu kinachosema kuenenda kama wateule wa Kristo, wateule wa Bwana. Umo ndani yake ni pamoja na kuwaheshimu watu wote. Ngoja nikwambie ni ngumu sana kuheshimu watu wote. Ni ngumu. Unakutana na mtu ambaye hamjawahi kugombana, fanya nini ukimsalimia unaona amesikia, lakini ni kama ana yani angetamani singekuwa na kuona, yani kama angetema chini. Unajikuta hapo nifanyeje? Wapendeni ndugu, na mara nyingine Biblia inasema ndugu ni nani? Watu wote wanaotuzunguka. Katika mwili ndugu ni watu wote. Mtu mmoja anaweza kusema ndugu yangu ni nani? Yesu akatoa mfano. Akasema mtu mmoja alikuwa anasafiri kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani akakutana wevi. Wakampiga, wakamnyang'anya, wakamwacha akiwa kufani. Akapita kuhani, akapita Mlawi, baadaye akapita Msamaria. Akasema je, ndugu yake ni nani? Wakamwambia ndugu ni yule aliyemsaidia ambaye ni Msamaria, mtu wa mbali kabisa. Na likazaliwa neno Msamaria mwema. Yaani kama kusema Msamaria mwema, watu hawajui maana yake. Msamaria mwema kama kusema simba mwenye upendo. Ndio mfano wake. Mwema ni upendo. Msamaria alikuwa ni mtu wa mbali ambaye usingetegemea chochote chema kutoka kwake, hakutendewe kama Mwisraeli. Ndio likazaliwa neno Msamaria. Leo ukisikia jamaa Msamaria unasikia mtu mwema. Lakini ni uelewa mbaya. It doesn't matter. Haijalishi sana. Tuna katika kipengee anasema waheshimuni watu wote. Wewe ngombe jaribu kumheshimu kila mtu mpaka atakapoikataa heshima yako. Kama ni wa kumsalimia msalimie. Kama ni wa kumuongelesha muongeleshe. Hivi ushagundua kwamba hivi ukimwambia mtu ukimuongelesha mtu asikujibu, hapo kuna kuheshimiana? Kuna udhi. Wiki hii niliona sehemu si wapi. Mtu anamwambia mwingine hiki anamwambia alafu unasema umesikiaje? Asikia anasema samahani. Na anakikumbuka alafu hajajibu. Wewe hata kama uko kwenye simu au labda ufanye nini, akaja mtu ambaye mnatakiwa muwasilianeni. Simu sio muhimu. Mimi nishasema hata kama mtu mimi kanuni kwa hivi, mtu aliyeko mbele yako ni muhimu kuliko mtu aliyeko mbali kupitia kwenye simu. Hata kama mlikuwa mnaongea. Kwa mfano mtu uko dukani, ulikuwa unaongea na simu, akaja mteja ukamwona yuko anafanya nini? Huwezi kusema kwamba kwa sababu niko kwenye simu, unless labda ni simu ya unaweza kusema samahani na kupigia baadaye. Bila kutoa maelezo, hata kuuliza, ukamhudumia aliyoko mbele yako. Hivi ulishawahi kudharauliwa kwa na hela yako dukani? Mara ngapi? Mara nyingi. Yaani una hela yako, lakini unakuta kabisa mtu anakudharau na umekuja. Na je, aliyekuwa anaenda kufaidi, wewe kwambie penye kununua na kuuza, mfaidi mkubwa wa kwanza ni mwenye kuuza. Watu wanadharau hata katika huduma. Vipi mtu ambaye ukienda kwenye ofisi ya serikali unakuja kukutana na mtu labda umeenda labda ni NIDA, labda ni TRA au nini, unafika pale unakuta mtu yuko ndio uko mbele yake tumekaa. Hata akwambia emka kidogo samahani nisubiri. Muombe hata samahani. Hakwambia afanye nini, wewe mwenyewe unajiongeza, unasimama baadaye miguu inaanza kuingia tumboni, unasema ngoja nitafute nijiegeshe, unajiegesha. Anasemaje? Na anaweza kakata ile kaza nyingine bado anakuona. Kristo. Wewe hata kama ulikuwa unaongea na simu ya baba yako na mama yako, mtu aliyeko mbele yako ni muhimu. Hata kama amekuja tu kukuuliza njia, samahani bwana nimepotea njia, na nipite kulia nipite kushoto. Unasema samahani. Kama ni kitu na simu nyingi sio kitu, sio emergency, tunaweza kuwa naongea nazo. Naweza kusema mengi hapa. Biblia inaweza kutufundisha mambo mengi. Mstari wa 18
Ndo umeenda. Mstari wa 18 anasema enyi watumishi watiini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio wema na wenye upole tu, bali na wao walio wakali. Hiyo nayo ni hoja kubwa. Mtu yule ambaye Mungu ameweka mkubwa na mdogo katika kila ngazi. Leo hii watu wanataka kwenye familia wote wawe sawa. Ngombe Ulaya ambako tunajifunza kutaka kuwa kama wao. Si Waafrika wanajifunza kuwa wazungu. Ndio sio. Wanajifunza lugha zao, wanajifunza mienendo yao, vaji wao, kila kitu chao. Hakuna ubaya kujifunza baadhi ya vitu vya watu, lakini vibaya tuvijue. Ulaya mtu wa kwanza ndani ya familia. Wa kwanza kabisa mwanamke. Wa pili mtoto. Kama yupo na mara nyingi wanakuwa na mtoto aidha mmoja au nusu au robo au moja na nusu. Namba hizo. Wa tatu mbwa. Na hakosi mbwa. Wa nne mwanaume. Sikilizeni hizo habari. Nawaambia kwa fakti. Siku moja tulikuwa Afrika na watuambia wasema ukizaliwa mwanaume katika nchi, jihesabu kama umezaliwa na ulemavu mbaya usiopona. So huwezi kubadilisha. Tunajifunza hai. Ndio tunayoongea, ndio wanaofundisha watoto mashuleni, ndio wanafanya nini? Wewe waambie uwezo kupindua vitu vya Mungu kabaki salama. Sana tunaitafutia tu dunia maangamizi. Kwa sababu itakapokuwa imefikia kima cha juu kabisa cha uharibifu na kupindua mambo, Mungu analeta gharika na gharikisha dunia. Anagharikisha dunia. Kwa sababu dunia itakuwa imeenda mbali na mapenzi yake. Mwambie wanadamu wote ni wakosefu. Kianza na wanaume na wanawake. Lakini ukichukua mamlaka kubwa sana ukaiweka ndani labda kwenye familia, ndio sababu mwanaume anaitwa kichwa cha nyumba. Ukaiweka ndani ya mwanaume, ile nyumba itakuwa salama. Ukichukua mamlaka hata ya duniani ukaiweka ndani ya mwanaume, inaweza kuwa salama. Kuna wakosefu wako wengi, lakini kosefu weke ndani ya mwanamke. Pindua mama. Taona. Hizo falsafa za dunia hii. Hizo zinafundishwa mashuleni. Hizo zinafundishwa mpaka makanisani sasa. Mashuleni I couldn't care. Nisingeshangaa sana. So ni mamlaka za dunia, lakini kwenye madhabahu, kwenye mimbari ya Kristo, kweli iwe kweli, uongo uongo. Hoja ya pili inasema kufuatisha mfano wa Kristo. Huko nyuma tulikuwa tunaangalia kipengele cha mienendo yetu. Ukiangalia ni hoja moja. Mienendo yetu tuache hiki tuweke hiki na hiki na hiki, tuatiwa mamlaka tufanye nini sawa. Lakini baada ya hapo anasema sasa tujifunze kuenenda, tujifunze njia ya Kristo ili kusudi tupite humo. Ambayo ukiangalia ndio inayofanikisha ile hoja ya kuenenda kama wateule wa Bwana. Kwa sababu tusipoijua njia ya Kristo tukapita humo, lazima tutapishana. Tutapita njia tofauti. Mstari wa 19 anasema hivi. Vipi nimekuchanganya sana? Chukua facts zote hizi utakazoziweza ziweke kichwani, utakazokushinda ziache. Mstari wa 19 anasema maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu. Na hapa akisema Mungu anamaanisha Kristo. Pale ateswapo isivyo haki. Mungu katika maana ya Jehova Baba mbinguni hakuwahi kuteswa pasipo haki. Aliyeteswa ni Mungu katika sura ya mwanadamu ambaye ni Kristo. Kwa hiyo anasema tukifanya tutakuwa sio wa kwanza, tutakuwa tunapitia humo alikopita Kristo. Maana huu ndio wema, mtu akivumilia huzuni kwa kukumbuka. Sehemu nyingine Paulo anasema tumekuwa wapumbavu kwa ajili ya Kristo. Kusoma katika Wakorintho wa kwanza 4.
Anasema yani naona sisi watumishi ni kama anasema tumefanywa kama the scam of the scam atumia anasema yani ni kama tumekuwa kama ni chombo tu cha kuteswa. Wewe mtumishi wa kweli wa Kristo hata akiwa kwenye matumishi. Leo hii unapoona wanatembea na migari mikubwa au wenye makanisa yao. Na migari mikubwa na walinzi na misafara na nini. Yaani huo ndio mfano wa Kristo huo. Hapana hata kidogo. Hakuna. Kristo alipelekwa mbele ya mamlaka akateswa. Anasema tuambie kwa habari ya mafundisho yako. Mstari wa 12 wa Filipi mlango wa kwanza. Ni nyongeza tu. Anasema mambo yote haya yaliyonipata nikiwa Filipi. Nilipigwa, anasema nimepata kwa sababu tu ya kuieneza injili. Anasema kama nisingekuwa na jukumu la kuieneza injili, nisingekuwa na ugomvi na wana. Watu wasingenichukia. Paulo alikuwa ni the best friend wa dunia. Lakini alipoitwa na Kristo kwenye kitabu cha Matendo mlango wa 9 ndipo mambo magumu yalipoanza kumpata. Kwa sababu alianza kupishana na njia za ulimwengu. Ndiko tunaangalia kichwa kidogo kinachosema alianza kuenenda kama Kristo akapishana na njia za wanadamu. Wewe mwambie ukienenda kama Kristo utapishana na vijue vya pombe. Utapishana na vijue vya WhatsApp na Instagram na TikTok na nini. Huko kuna matakataka mengi sana yanaongelewa. Mengi kabisa. Mstari ule wa wangapi tumeanza 19 20 nasema kwa maana ni sifa gani kustahimili mtendapo dhambi na kupigwa. Makofi umeongeza neno lakini ni kupigwa. Anasema kama mtu umetenda dhambi. Nikuulize swali nataka kusema. Ukikutana na mtu ambaye labda alikuwa anapigania haki za watu akaenda akafungwa. Au ukakutana na mtu ambaye alienda akavunja duka la mtu au amekula rushwa akasababisha hasara wakafungwa. Yupi ambaye ana kibali mbele za Mungu? Huyu ambaye alivunja duka akafungwa au huyu aliyeteswa kwa ajili ya haki za wanadamu? Lazima kwa ajili tu ya haki ya Mungu, haki ya Kristo na watu wake. Tukiteswa, tukastahimili yale mateso, basi hapo tuko tunafanya vizuri. Lakini anasema hata ukifungwa kwa kutenda mabaya, utajikuta umestahili lakini haina faida. Kwa sababu umestahimili sio kustahili. Yaani unakubalia, kwa sababu utakataa, wewe unasema staki. Katika hali zote kama ni kupigwa utapigwa ni nini, lakini moja ni kwa ajili ya mazuri, nyingine kwa ajili ya mabaya. Na zote unajikuta unastahimili. Nasema sasa kwa sababu hatimaye lazima ustahimili, ni bora ustahimili unapokuwa unatenda mema alafu kaonewa. Ukaonewa. Mstari wa anasema katika wani ufungue mstari. Okay. Ni ufungue. Wani some 2 Timotheo 1. Usiende huko nitakusomea mimi. 2 Timotheo 1 anasema hivi. 1 Timotheo 2 sawa. 2 Timotheo 1 anasema mstari ule wa 10. Anasema hivi. Tuanzie wa 9. Nini? Ambaye kwa ajili ya hiyo na aliwekwa niwe mhubiri na mtume na mwalimu. Hapa ni mstari mwingine. Alichotoa anamaanisha ni kwamba anasema kuwa tayari kwa ajili ya kuumia kwa lengo la
kufanikisha mapenzi na mipango ya Bwana, ya Kristo. Amen. Tumalizie vipengele mistari michache iliyobaki. Mstari wa 20 kwenye Petro pale anasema kwa maana mstari wa 20 anasema kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Mstari maarufu kabisa kwenye Luka 9:23 anasema mtu asiye beba msalaba wake na kunifuata kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Wewe kuuliza wewe Mkristo na nisikiliza. Tuanze na sisi tuko hapa. Wewe ni mwanafunzi wa Kristo? Aya, sasa Kristo anasema kusudi uwe mwanafunzi wake lazima ubebe msalaba kila siku. Kwa sababu anasema mtu yeyote asiyebeba msalaba wake kila siku na kunifuata sio mwanafunzi. Ni mstari ambao kwa kweli ni wa kufanyia kazi hata kama sio leo na kesho, lakini uwe katika mipango yetu. Mimi nataka kuwa mwanafunzi. Lazima nibebe msalaba. Mimi najua familia unakuta mtoto anayejua shida, kiatu, vazi, suruali, uniform ya mtoto unakuta labda ni mama, baba hajihusishi. Alichohusika tu ni kumleta duniani. Si ndio? Si ipo hiyo. Na kinyume chake ambapo unakuta anayehangaika ni baba, mama yuko kwenye mambo yake, kwenye mikoba vyake ana hela akipata ni vipodozi tu. Na kwenda kula maisha. Kile kitendo cha kuweza kulea watoto ukijua mwenza yupo na hayuko tayari, usipoingilia kati watoto watateseka, ni kubeba msalaba kila siku kwa ajili ya Kristo. Ni mfano. Na mingine kama hiyo. Nyumba ambayo unakuta mzazi mmoja ametelekeza familia, watoto wanajilea au wanajilea na mama yao na baba yao. Je, na yeye mnaye angesema kwamba huu msalaba nimekupa ngoja niuache wakabaki peke yao. Mungu anasema lazima mmoja abaki au bebe msalaba. Na misalaba utaipata tu. Na misalaba mingine ni mirahisi, yani utaikuta tu iko mingi, tunachagua kwako. Chagua kwako. Kuto kukosa ibada hata kama mazingira ni magumu. Kule kuacha kufanya vitu vingine ukatafuta muda wa kusoma neno la Mungu. Wakati mwingine ukaacha vitu vilivyo. Wewe niambie, wewe unayenifuatilia kutokea mbali, hata sisi tuko hapa niulize. Kati ya kuscroll simu na kifurushi unasoma vitu tu, message, unasoma taarifa. Sasa hivi kuna taarifa nyingi za siasa nyingi za kushangaza na nini. Kuziweka pembeni ukasoma Biblia. Si msalaba ule. Hata kama ni kadogo. Ukianza na kadogo utaweza na kakubwa. Yaani hapo nimegusa kidogo, misalaba ya Kristo ni mingi. Vipi wasaidia watu wengine kitu ambacho ungeweza kutumia ukampa mtu mwingine. Kuna mtu mwingine akitaka kumpa mwenzake labda ni kitu, anasubiri kimechakaa kabisa kiwa hakina matumizi akampa. Hivyo vitu vipo havipo. Lakini mpe kile ambacho na wewe bado unakipenda. Ni aina fulani ya msalaba, kugawana vitu vizuri na wengine ni msalaba. Mstari wa 20 na mbili anasema yeye hakutenda dhambi. Kwa hiyo anasema tunafuata kwenye kielelezo. Kristo alituachia kielelezo. Kielelezo nini? Ni mfano. Ni mfano wa kufanya, wa kupitia. Mstari wa 22 anasema yeye hakutenda dhambi wala hila haikuonekana kinywani mwake. Anasema yani mateso yote hakuyapata kwa sababu alistahili kuteswa. Hapana. Anasema hakuwa ametenda dhambi, hakufanya nini. Hata Pilato alisemaje mara kama 4 wakati wako na Mungu, anasema sioni kosa lake. Kosa lake ni nini? Waambia amefanya nini? Okay. Anahoji. Anasema jamani nimemhoji tena lakini bado sijaona kosa la huyu mtu. Anasema sasa nitawasaidia kitu kimoja. Si ninawafunguliaga mfungwa mmoja, kuna kipindi cha msamaha wa rais. Basi mimi huyu nitawafungulia huyu.
Kwa sababu sijaona kosa alilonalo. Wakasema usipomsulubisha wewe tutakushtaki kwa Kaisari bosi. Sasa na yeye kwa sababu alikuwa ni wanasiasa unajua yuko tayari kupoteza mtoto wake kwa ajili ya cheo chake. Akasema peleka kuna tafute askari ondoka naye mkaue. Lakini nawa mikono hana kosa ila neneni mkamuue. Huyo ndo mwanasiasa. Amina. Hatari sana. Yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya bali alijikabidhi kwake yeye ahukumie kwa haki. Wewe ngombe watu wakikutesa afanye nini? Mwachie Mungu. Kwa kadri inavyowezekana. Kuna mengine ya kujiuliza. Kwani umenipiga? Kwani umefanya nini? Ngoja nikana. Lakini sehemu kubwa vitu vingi yani asilimia labda 70 mwachie Mungu. 30 ndio unaanza kidogo ukanani. Ukajaribu kidogo kujitetea. Hapo hutapata haki. Mstari wa 20 maana anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti ili tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi tuwe hai kwa mambo ya haki na kwa kupigwa kwake mliponywa. Anasema mpaka akatoa uhai wake juu ya mti wa msalaba ili kusudi apigwe tupone sisi. Wewe wamie tuwe na system na namna fulani ambapo maumivu yetu yawe chanzo cha watu wengine kupona. Labda kujinyima kwako kitu fulani kiwe ni chanzo cha mtu mwingine kula. Nicho anachosema. Naomba uende kwa mwite ambaye anakuja nenda. Mstari ule wa 23. Anasema hivi. Kwa maana mlikuwa mmepotea kama kondoo lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Taswira inasema ni kwamba mtu anapokuwa yuko tu duniani hata kwa anaishi maisha mema matendo mema na nini lakini kwa sababu anakuwa hajamjua Kristo mpaka amjue Kristo inasema ndipo anakuwa amemrudia mchungaji wake anakuwa ametoka kwenye njia ya kupotea. Ngombe dunia hii sehemu kubwa imepotea lakini haina taarifa kama imepotea. Na sio sehemu kubwa karibu sehemu yote. Anasema lakini nyie mnaonisikia nyie mliokolewa mlikuwa miongoni mwa kondoo waliopotea lakini mmemrudia mchungaji wenu mmepona. Amen. Tutakuwa tumaliza Petro. Kuko na vitu vingi sana vya kufafanua zaidi. Lakini sidhani kama kuhubiri kwetu kuna namna mbili. Tunaenda kwenye maandiko yenyewe alafu tunajaribu kuyatolea mifano namna ya kuweza kuyaishi. Watu wanataka kimoja wapo anakuambia nenda katuambie tutakavyoishi usitumie neno sitaki. Lakini vile vile unapojifanya unatumia ni mara 100 nipite kwenye baadhi ya maandiko bila kuyamalizia sana nitoe mifano michache nitoe namna ya kuweza kuyaishi yale kwa mifano kwa uhalisia. Ndicho tunachojaribu kufanya na Mungu atuwezeshe katika hilo. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Baraka na fadhili zako zikatamie watu wako katika kuyaishi haya. Tunakushukuru Baba kwa chakula cha uzima katika jina la Kristo tunapokea yote. Amen.